Lakini ukisema hapa hautaona mkono wa mtu anayenyanyua. Bwana asifiwe. Mwimbaji, Mungu awabariki sana. Ya pili, wimbo wetu mkuu unasema nipe Biblia, nyota ya furaha. Wapate nini? Nuru, wasafirio. Wapendwa, sisi ni wasafiri katika dunia hii na wapitaji katika dunia hii. Najua wimbo huu ni wimbo mzuri na ni wimbo ulio na ujumbe ndani yake. Unasema nipe Biblia, yote ya furaha, wapate nuru, wasafirio. Hakuna la kuzuia amani, kwani Yesu alituokoa. Nipe Biblia nihuzunikapo, ikinijaza moyoni dhambi. Nipe neno zuri la Bwana Yesu, nimuone Yesu mwokozi wangu. Beti la 3 ndilo lilo na ujumbe kabisa. Linasema nipe Biblia nipate kuona hatari zilizo duniani. Nuru ya neno lake Bwana Yesu itaangaza njia ya kweli. Beti la 4 nalo lina mjumbe unaendelea kusema nipe Biblia, taa ya maisha, mfariji tunapofiliwa. Unionyeshe taa ya mbinguni, niuone utukufu wa Bwana. Muombe Mungu akupe Biblia. Somo langu mchana wa leo linasema hatari ya kutotambua wakati. Watu wengi hawatambui wakati, kwamba wakati tulio nao ni wakati wa namna gani huu. Ndio maana inawaambia muombe Mungu akupe Biblia, uone hatari zilizopo duniani. Muombe Mungu akupe Biblia, uone magonjwa yaliyomo duniani. Muombe Mungu akupe Biblia, uone vita vilivyomo duniani. Muombe Mungu akupe Biblia, uone mafuriko yanayowapata watu duniani. Muombe Mungu akupe Biblia, uone magonjwa ya kutisha, ajali, vita vilivyo duniani. Muombe Mungu akupe Biblia. Bwana asifiwe. Maana inasema tutaiona njia nini? Ya kweli. Ukimwomba Mungu hatakuonyesha njia ya kweli. Hatari zilizo duniani. Leo tunaangalia, ukiangalia kwenye vyombo vya habari, moto unawaka kila mahali, magorofa yanawaka, masoko makubwa yanawaka. Muombe Mungu akupe Biblia, uangalie hatari zilizomo duniani. Baba yetu na Mungu wetu, na kwenda kusimama mbele ya watu walio hai, nitumie kama chombo dhaifu, lakini maneno yatoke kwako, katika jina la Yesu, amina. Wapendwa wasafiri wenzangu, shetani ameifunika dunia kwa giza nene, hata watu hawawezi kujitambua kwamba tunaishi kwa kipindi gani hiki. Ndio maana wazee wa kanisa, viongozi wa kanisa wanahangaika sana kuambia watu kweli, lakini wengi hawajali. Maana shetani ameifunika dunia. Na nukuru maneno haya kutoka katika kitabu cha Hadithi Kuu. Siku kuu inakuja, lakini kuna matumaini. Anasema, je, maisha yatakuwaje hapa duniani? Je, maisha yatakuwaje hapa duniani siku ile mlango wa rehema utakapofungwa? Je, kuna mtu yeyote atakayetambua kwamba saa ya kuleta maneno imefika? Hatari ya kutotambua nini? Wakati. Je, kuna mtu atakayetambua kwamba saa ya kuleta maneno katika ulimwengu mzima imefika? Anaendelea kusema, kabla ya gharika, baada ya Nuhu kuingia ndani ya safina, Mungu alimfungia ndani ya safina na
na kuwafungia nje wale wasiomcha Mungu, lakini kwa siku 7 bila kujua kuwa mwisho wao ulikuwa tayari umeamuliwa. Watu waliendelea na maisha yao ya kutojali, kupenda anasa, kuziaki maonyo ya hukumu iliyokuwa imekaribia sana. Mwokozi anasema ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Mathayo 24:39. Kimya bila kuonekana kama mwili wa usiku wa manane, itakuwa saa ya kukata maneno itakayoamua mwisho wa maisha ya kila mtu, kuondolewa kwa mara ya mwisho kwa toleo la rehema kwa wanadamu wenye hatia. Wakati mtu wa biashara amezama katika kutafuta faida, wakati mpenda anasa anatafuta kujifurahisha na nafsi yake, wakati binti wa mitindo anapanga mapambo yake, wenda katika saa hiyo hiyo mhukumu wa dunia yote hatakapotamka maneno haya, umepima kwenye mzani nawe umepungua. Umepima kwenye mzani nawe umepungua. Kama watu wa siku za Nuhu walivyo hawakutambua, hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo hivyo katika maneno ya Mwokozi ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Mathayo 24:39. Wakati wale wanaojidai kuwa ni watu wa Mungu, sikilizeni, sisi tunaojidai kwamba ni watu wa Mungu, sisi tunasema kwamba tunasoma Biblia, sikilize watu wa Mungu, Biblia inasema maneno haya. Wakati wale wanaojidai kwamba ni watu wa Mungu na katika anasa zi wakati wanaojidai kwamba ni watu wa Mungu nao kujiunga na ulimwengu, wakiishi kama walimwengu wanavyoishi na kujiunga nao katika anasa zile zilizokatazwa. Wakati anasa za ulimwengu ndizo zinaenda kuwa anasa za kanisa, wakati kiangeleza harusi zitakapokuwa zikilia na wote wakitazamia miaka mingi ya ustawi wa dunia, ndipo ghafla kama vile umeme ulikavyo kutoka mbinguni utakuja mwisho wa maneno yao ya furaha na matumaini yao ya uongo. Wakati hoja za kifalsafa zitakapokuwa zimefukuziwa mbali na mbele katika miaka mingi ya amani ya ustawi na ulimwengu kuzama kabisa katika shughuli zao za biashara na anasa, wakipanda na kujenga, wakifanya karamu na kujifurahisha, wakiyakataa maonyo ya Mungu na kuwaziaki wajumbe wake, ndipo maangamizi yatakapowajia ghafla. Wapendwa, hatari ya kuto kujua nini wakati. Biblia iko wazi kabisa, na Biblia inaeleza kabisa kwamba mwisho wa kukata maneno umekaribia, na wakati watu wanajiunga na anasa za dunia hii, na wakati anasa za dunia ndizo zinakwenda kuwa anasa za kanisa, na leo naona mitindo ya kile namna zinaingia kanisani bila kujua polepole. Shetani anaendelea kuteka ulimwengu, shetani anaendelea kuiteka kanisa, shetani anaendelea kuwateka watu wa Mungu waingie katika anasa zilizokatazwa na ulimwengu na kanisa. Ili niwaambie, ndio maana wazee wa kanisa wanakazana sana kuwaambia watu, lakini watu hawajui. Ajabu, sisi leo tunaishi kama wakazi wa dunia hii, hatuishi kama tunavyomsubiri Yesu anaporudi mara ya pili. Waimbaji mbarikiwe. Ajabu, sisi leo twaishi Bwana mara ya pili. Ajabu, sisi leo twaishi kama wakazi wa dunia hii,
hatuishi kama twamsubiri Bwana mara ya pili. Ajabu sisi leo twaishi kama wakazi wa dunia hii, hatuishi kama twamsubiri Bwana mara ya pili. Ajabu sisi leo twaishi kama wakazi wa dunia hii, hatuishi kama twamsubiri mara ya pili. Amka wewe usiziae, dunia imefika mwisho. Achana nayo ya dunia hii, utaangamia. Endelea bana. Amka wewe usiziae, dunia imefika mwisho. Achana nayo ya dunia hii, tayari kumlaki Bwana. Mbona mnakata? Endelea wewe vitu hivi. Mimi naendelea ku dunia imechafuka rafiki, mbona wasicheza na dhambi? Umesahau ya kuwa dunia utasikita utaangamizwa. Amka wewe usiziae, dunia imefika mwisho. Tena achana nayo ya dunia hii, uwe tayari kumlaki Bwana. Dunia imechafuka rafiki, mbona wasicheza na dhambi? Tena umesahau ya kuwa dunia utasikita utaangamizwa. Amka wewe usiziae, dunia imefika mwisho. Tena achana nayo ya dunia hii, uwe tayari kumlaki Bwana. Amka wewe usiziae, dunia imefika mwisho. Haleluya! Achana na mambo ya dunia hii, uwe tayari kumlaki Bwana. Mama Rubairo, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Achana na mambo ya dunia hii, mzee Julai, uwe tayari kumlaki Bwana. Dunia imefika mwisho wake, na Yesu anakuja kuchukua watu wake. Haleluya! Yesu anakuja kuchukua watu wake. Katika Mhubiri 9:12, somaji naomba usomea haraka ninapokwenda kufunga maneno haya, kwa baadaye nitamkaribisha mkuu wa huduma, ana jambo la kusema kwa watu wageni wa leo. Bwana asifiwe. Mhubiri 9:12, Biblia inasema aje? Leo somaji hamna. Mhubiri 9:12. Mhubiri 9:12. Neno la Mungu linasema, maana mwanadamu naye hajui wakati wake. Maana mwanadamu ni mimi na wewe. Maana mwanadamu naye hajui wakati wake. Kama samaki wanaokamatwa ndani ya nyavu, wategaji wanaenda kutega kule, samaki anakuja anatafuta chakula, hatimaye anajinasa kwenye mtego. Na mfano wa ndege wanaonaswa mtegoni, mawindoni, kadhalika wanadamu hunaswa katika wakati mbaya, ndio unapoangukia kwa ghafla. Ndio hivyo mwanadamu naye unasi kwa wakati mbaya unapomwangukia ghafla. Somo wa 24 fungu la 36 mpaka 42, Biblia inasemaje? Mathayo 24 fungu la 36 mpaka 44, Biblia inasemaje? Somaji wangu naomba nisomee vizuri kabisa, watu wajue kwamba hatari ya kutotambua wakati ni nini. Mathayo 24 fungu la 36 mpaka 44. Neno la Mungu linasema, walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika walio mbinguni, wala mwana,
za Nuhu, kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilivyokuwa kabla ya gharika, kwa kuwa kama siku zile zilivyokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, kama siku za leo watu wanakula na kunywa, wanaolewa na kuolewa, wanafanya sherehe, wanapiga vigelegele, wanasahau ya kwamba tunaishi kipindi cha mwisho. Hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, hata siku ile Mungu alipomruhusu Nuhu kuingia ndani ya safina, wasitambue, hata gharika ikaja, kwa sababu hawakuweza kutambua kitakachotokea mbele yao, hawakuweza kutambua kitakachotokea mbele ya safari yao, hata gharika ikaja ikawafunika wote. Ndivyo na sisi leo tunavyoishi, maana tunaishi kama wakazi wa dunia hii, hatujui ya mbele yanayokuja mbele yetu. Ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Wakati ule watu wawili watakuwa kondeni. Wakati ule watu wawili ambao kutambua wakati watakuwa kondeni wakisaga. Mmoja atwaliwa, mmoja atatwaliwa na mmoja ataachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga. Ndio. Mmoja atwaliwa, mmoja atatwaliwa na mmoja ataachwa. Kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja. Ni siku gani Bwana wewe atakapokuja? Maana ya kukesha ni kusubiri mkiomba. Kesheni basi, ndio maana nasema maana yake ni kusubiri mkiomba, maana hamjui siku ambayo Bwana wewe atakayokuja. Umefika ngapi mama? 42. Tuka 43. Neno la Mungu linasema, lakini fahamuni neno hili. Sina watu wa Mungu, wale ambao tunaishi kama wakazi wa dunia hii, fahamuni jambo hili. Kama mwenye nyumba kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwizi atakayokuja. Kama mtu mwenye nyumba angelijua ile zamu ambayo mwizi angekuja kuvamia na kuivunja nyumba yake, angelikesha na kuvumilia, asingeliacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari. Kwa sababu hiyo watumishi wa Mungu, wale mnaoitambua neno la Mungu, wale mnakuja kupumzika siku ya Sabato, kwa sababu hiyo na nyinyi jiwekeni nini? Tayari. Maana Yesu anarudi tena. Kwa kuwa katika saa msiyoidhani mwana wa Adamu yuaja. Kwa sababu mzee wangu Andrea, saa msiyoidhani mwana wa Adamu anakuja kuchukua kwenda kumlaki kule mawinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tumeiona njia. Tumeiona njia ya uzima, hata shetani apinge, hata na wewe upinge, hata na ubiriwa. Tumeiona njia. Tumeiona njia ya uzima, hata makale upinge, hata Mariamu upinge, hata Noeli upinge, Yesu atahubiriwa. Hata kama ungepinga namna gani, Yesu wa ajabu, Yesu wa milele, Yesu mkombozi wa watu, Yesu mfalme wa falme, lazima atahubiriwa kila kona. Yesu lazima atahubiriwa kila kona. Warumi 13 fungu la 11-12 bila jamani. Warumi 13 fungu la 11 mpaka 12. Warumi 13 11 kwenda 12. Ndio. Maandiko yanasema, ndio. Naam. Tukiujua wakati, ukiujua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia. Kwamba saa ya kuamka
amka wewe usinziaye, dunia imekwisha mwisho. Kama ukijua ya kwamba saa ya kuamka katika usingizi imewadia, kwa maana saa ya wokovu wetu karibu nasi tulipoanza kuamini. Saa ya wokovu wetu karibu. Usiku umeendelea sana. Usiku umeendelea sana. Mchana umekaribia. Mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza. Tuyavue matendo ya giza. Na kuzivaa silaha za nuru. Kuzivaa silaha za giza. Za mwito. Za nuru. Za nuru. Za nuru rafiki. Wapendwa, ukijua kwamba vizuri wanaimba wimbo mzuri kwamba amka wewe uliosinzia. Ufunuo 12:12 inasema, ninapopelekea mwisho wa giza, sikiliza Biblia inasema, shetani ametupa kweli. Ufunuo 12:12. Ufunuo 12:12. Kwa hiyo shangilieni. Kwa hiyo shangilieni, enyi mbingu. Enyi mbingu. Nanyi mkao humo. Nanyi mkao humo. Ole wa nchi na bahari. Ole wa nchi na bahari. Kwa maana yule ibilisi amekwisha shuka kwenu. Kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu. Anumbe. Ambaye Mariamu soma hapa. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu. Nanyi mkao humo. Ole wa nchi na bahari. Ole wa nchi na bahari. Kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu. Kwa maana yule ibilisi ameshuka kwetu. Mwenye ghadhabu nyingi. Mwenye ghadhabu nyingi. Akijua ya kuwa ana wakati mchache. Ana wakati mchache, watu wa Mungu. Shetani ana wakati mchache sana kwa watu wa Mungu. Jana nimetoa mfano mzuri sana. Paulo anaweza kucheza karata. Mcheza karata hawezi kula nyanja 3. Wala nyanja 2. Wala nyanja 4. Mcheza karata anasubiri bwana libibi, DK, siya nini? Ndiye anayekula. Kwa hiyo shetani anakula mabwana wa kanisa. Shetani hali nyanja 3 mcheka mpeleka watu. Lakini ile bwana wa kanisa wakinyatana wanaohubiri watu kwenda kwa Yesu, ndiye anayekwenda kuwateka. Hao ndio mabwana wa kanisa, maana wanamnyang'anya watu. Ni mchezo. Mambo hii. Shetani hawezi kufanya nyanja 3. Samahani kwa kusema hiyo, wote tumesafiri. Lakini tumo nyanja 3 kwa kile sisi. Ambao tujiata neno ni kwenda tu. Nyanja 3. Mabwana, maadili. Ndio upotosha ulimwengu. Ndio maana anasema shetani ameshuka kwenu. Shetani anaye mambo anayofanya, unayafahamu? Ana mambo mawili duniani hapa anayeweza kuyafanya ili kumkamata watu wa Mungu. Jambo la kwanza, anapofusha fikira za watu. Wewe kweli. Shetani akienda kwenye fikira za watu, anapiga msumari. Hata ukisema jambo, wazee kanisa michango, hawezi kutambua kwamba umesema nini. Maana shetani amepiga juu. Anapofusha fikira za watu. Jambo la kwanza. Jambo la kwanza, shetani. Korinto wa pili 4 fungu la 4-6 Biblia inasema mambo yanayofanya shetani. Korinto wa pili 4 fungu la 4-6. Korinto wa pili fungu la 4-6. Anasema Korinto wa pili 4 ndio fungu la 4-6. Maandiko yanasema ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini. Ambao
dunia hii. Hilo ndio jambo la kwanza ambalo shetani nilikwambia wao kwamba shetani anakula mabwana wa kanisa, sio nyende tatu. Isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo isiwazukie nuru ya injili wake Kristo. Hata watu wanapohubiriwa, maana shetani ametia nanga, amekufua fikra za watu watambui jambo kwamba jambo wakati tunionani wakati gani shetani amegonga lia pale msalabani. Aliye na sura yake Mungu. Kwa maana hatuhubiri wenyewe, bali Kristo Yesu ya kuwa ni Bwana, na sisi wenyewe kuwa tu watumishi wetu kwa ajili ya Yesu. Kama Yesu asifiwe. Jambo la pili, unalifahamu? Hapo unalifahamu Yesu mkuu. Shetani amesema kwamba ana mambo mawili kati ya watu wa Mungu ndani ya kanisa la Mungu. Jambo la kwanza ni fanya nini? Jambo la pili anatia ujinga mioyo ya watu. Bwana asifiwe. Asitawatukane, maana Biblia imesema. Jambo la pili, shetani ametia ujinga ndani ya mioyo ya watu. Hata wakihubiriwa, wakiambiwa michango ya mahubiri, watu hawajui. Watu kanisa wasema ametia ujinga mioyo ya watu. Hilo ndio jambo la pili ambalo shetani anacheza nalo katika